Hello champions, kwenye video leo tutaenda kujifunza namna ya kuaccess switch remotely kwa kutumia Telnet. Kumbuka kuwa kuna namna mbili za kuaccess switch, either physically kwa kutumia console cable, na chukua console cable na connect kwenye switch directly na PC yako, then na access switch. Njia nyingine ni remotely access, ambapo tunatumia protocols kama Telnet na SSH. Kwenye hii video tutaenda kujifunza namna ya kufanya Telnet, ku access switch kwa kutumia Telnet protocol. Ukiwa kwenye packet tracer, chukua PC, chukua switch aina yoyote, then chukua PC au laptop, then ziconnect kwa kutumia automatic cable. Then baada hapo nenda kwenye interface ya switch kwenye ili tuweze kuconfigure walau Telnet. Tunajua kuwa configuration zote zinafanyika kwenye configuration terminal, so nenda kwenye configuration terminal. Kitu cha kwanza kuseti ni password kwenye privilege mode. Kutoka user mode kwenda kwenye privilege mode, it's have to demand password. So tunafanya hivyo kutumia enable password au enable secret. In my case natumia secret, then tunafuata secret yenyewe 66 then piga it hapo. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili tunaenda ku configure VTY line. Tenda kwenye ukiwa kwenye configuration terminal utaandika line VTY. Kwenye switch kuna line mbili tu, kuna line console na line VTY. Line VTY just like visual terminal, kutoka visual tel type kama sessions. So tunaenda kuruhusu session 5 kuweza ku access switch. Session manake can be 5 people, 0 to 4, kwa anzia kuhesabu kutoka 0 hadi 4, almost 5. Then but ukishaingia kwenye line configuration tunaenda kuset password ambao tutumia watu watano, 66777. Jamani, it's your default password just because these are my favorite number. So baada hapo piga enter, andika login ili uweze kudemand login whenever someone try to access remotely through kutumia Telnet. Baada hapo tuna exit, then last step naenda kuset IP address kwenye VLAN. By default ports zote za switch kwenye switch yote zipo kwenye VLAN 1, Visual Local Area Network 1. So tunaenda kuingia kwenye interface ya VLAN 1, ta set IP address. So utaenda utaandika interface VLAN 1, then hapo utakuwa kwenye VLAN 1, then utaenda kuset IP address, andika IP address, then for use IP address 192.168.1.1 my case, then ifuatiwe na subnet mask 255.255.255.0. then ID hapo tumeset IP address kwenye VLAN 1, maana yake all ports can be accessed kwa kutumia hiyo IP address. Next step ni kwamba VLAN interface
hiyo VLAN 1 huwa ipo shut down. So tunaenda kuiwasha kwa kutumia komandi no shut down. Unaweza kuandika no shut, it's okay. Unaandika no shut, kwa piga tap itamalizia no shut down, piga enter. Then itakwambia line protocol on interface VLAN 1 change the state to up. So haka hapo unaweza kuaccess yako kwa kutumia Telnet. And to exit, then njoo kwenye PC, nenda kwenye desktop, njoo kwenye IP configuration, ipatie PC yako IP address 192.168.1.2 let's say, then done. Baada ya hapo nenda kwenye command prompt and then nenda kwa access to Telnet. Unaandika IP address ya switch 192.168.1.1, piga enter. Then user access verification, hii ni password ya BitWire. Utaandika 123 diandika, then umeingia kwenye switch. Umejua kuzitofautisha password. Password ya kwanza ilikuwa ni ya BitWire ambayo tuli set ya BitWire line. Then ukiandika en enable command kwenda kwenye privilege mode, I think itaipata password. Hiyo ndo password ambayo tuli set mara kwanza, was our first configurations. Then andika 660.7. Then hapa naweza kufanya everything ambazo nilikuwa naweza kufanya kwenye interface ya switch, kwa set hostname and so forth. Then ingia kwenye configuration terminal, hostname, let's call it daddy. Then unaona imebadilika. Hivyo ndo namna ya kuaccess switch kwa kutumia Telnet. Na downside ya kutumia Telnet ni kwamba ina store ina transfer information kwenye plain text. Hiyo ni weakness, haina encryption. Na so mara nyingi tunatumia Telnet kwa access switch tukiwa kwenye local area network, kwenye same network ambapo hamna sniffing ya packets and so forth. Otherwise, ukitaka ku access switch kwa kutumia remote kutoka kwenye network nyingine, tunatumia SSH ambayo tunaenda kujifunza next session. Asante na subscribe kama umejifunza kitu.